Yes, jambo Kenya, siku ya leo tuko hapa Ruiru na tuko na incoming MP wa hapa Ruiru na ambaye atatuambia majina yake na atuambie kwa nini leo ameweza kutembelea wanabiashara wa hapa Ruiru. Taanza tu na majina na usalimie wakaaji wa Ruiru. Asante sana, mimi naitwa Mheshimiwa Joe Kamau, mtarajiwa MP Ruiru. Mimi nimekuja hapa kwa ile kilio nimesikia ya wafanya biashara wa Ruiru constituency. Nimekuwa nikisikia kuna yule kiongozi mwenye ameshaguliwa hapa anataka kuja kuvurusha watu ati aende afanye mambo zake hapa. Na kulingana ile mpangilio tumesikia, na huko sikia anataka kuja kuleta container zake akijifanya ati ile kitu anataka kufanya hapa ati ni parking anatengeneza. Lakini mimi kwa kama kiongozi ama mheshimiwa wa Ruiru, siwezi kubali watu wangu watolewe mahala pale wanafanyia kazi ati ili mtu akuje ajipendekeze ama afanye mabiashara zake hapa na hakuna mahali ingine anataka kupeleka hao watu. Lakini mimi nasema kama kuna mahali ingine anataka kupeleka wanabiashara wa Ruiru, kitu ya kwanza awapeleke, alafu akuje kusema hiyo maneno anataka ati akuje watoloshe hapa. Kwa hivyo mimi kama Joe Kamau, kama vile umesikia nimesema, niko na maono ya wana Ruiru, especially wale watu wako hapa Ruiru. Tumeashiliwa sana, na kama mkaaji wa Ruiru mimi nimejitokeza na nimejitolea kusimama na watu wa Ruiru, na nimesema ile mambo, sababu ukienda constitution zingine unaenda unakuta kazi imefanyika, lakini huku kwetu Ruiru si barabara, si masomo, si security. Watu wameadhiriwa na mambo, na pesa inapeanangwa kama kwingine, lakini unakuta kama saa hii watoto wa grade 8 wa grade 10 hawaendi shule. Wazazi wako na kilio wengi, wawezi kupeleka watoto mashule, lakini unasikia mtu anajigamba anasema tutam, unashindwa hii tutam ni ya kupeleka wapi? Kama kiongozi wa hapa, mimi nahimiza watu wote wa Ruiru waachana hiyo maneno ya tutam, turudi one term. Tukishamaliza one term, tukifukuza kazi ndio itaendelea. Asante. Sawa. Kwa hivyo wewe unasimama na mlengo wa one term? Mimi niko kwa mlengo wa one term, ndio hiyo united opposition, na siwezi taka kusikia kitu kingine hapa Ruiru. Unasimama na chama gani? Mimi niko na chama ya DCP yenye inaongozwa na kiongozi wetu tunapenda, kiongozi wetu chupavu, kiongozi mwenye yule tunajua yeye ndiye atakuwa the next president of this Republic of Kenya. Mheshimiwa wetu tunapenda Rigathi Gachagua. Maybe ni nini hiyo unaweza ambia mtu achague Honorable Joe Kamau na sio mtu mwingine hapa Ruiru? Ile kitu naweza taka kusema, mimi nilisimama na kitu inaitwa nimesema nitasimama na kitu inaitwa masomo, na nasimama na kitu inaitwa matibabu, na ndio maana nimejitolea hapa mambo ya matibabu. Nimesema kitu ya kwanza, nitasimama kitu ya kwanza na wale wajiwezi, especially disabilities, na nimesema Ruiru nimetafutia wana disabilities wheelchairs zenye tunataka kupeana. Nitaanza na hapa biashara ward, niko na 10 wheelchairs nataka kupeana hapa kila ward. Kwa hizi ward zote zetu 8 nitapeana kila ward 10, na zikitakikana zingine tutazitafuta na tutazipata. Kwa hivyo hiyo mambo ingine ya masomo, nataka kusimama na watoto wetu ili kusikue na kilio ya wazazi ati mzazi hawezi kupeleka mtoto shule ati juu ya hana karo za shule. Na hii Kenya yetu tumejionea kwingine, wanasiasa wengine wanasomesha watoto wao even bure bila hata pesa. Hapo ndio tunataka hii serikali tunakuja kuweka. Tunataka kuondoa hii serikali ili masomo yetu ikuwe for free, zenye tuliashiwa na kiongozi wetu yule anaitwa Mwai Kibaki. Alafu ikakuja ikatengenezwa na kiongozi wetu tunapenda sana
former President Uhuru Muigai Kenyatta. Tunataka kuleta hapo, na hao viongozi tuko nao wakiongozwa na Rigathi Gachagua wametuonesha, ili ndio tuweze kuwafuata na kuwapenda. Wametuonesha ile kitu ile sababu ya kuwafuata ni nini, ikiwemo masomo ya watoto wetu na vile ile matibabu ya wananchi wa Kenya. Sawa. Asante. Na all the best. Asante sana. Kabisa. Utaongeza kidogo? Sawa. Yangu ni machache. Ni kitu ya kwanza ni kushukuru Mungu kwa kutuletea Joe Kamau. Manake ni nini? Hao viongozi tuko nao wako na miaka 10. Lakini we mwenyewe ukisunguka Ruiru hakuna tofauti na vile alikuta hiyo Ruiru. Ni hawa wanabiashara ni shida tupu kwa kila kona katika Ruiru, lakini yake ni kuongea uongo na kuahidi mambo ambayo hatafanya. Kujipendekeza kwa mkubwa rais wetu, ambapo hata ile rais wetu ametoa yengi inapotelea mfuko ya Ng'ang'a King'ara. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu asaidie Joe Kamau aweze kuwa kiongozi wa hapa Ruiru, tuone kama tutapata maendeleo. Sawa. Asante. Kwa hivyo niseme kitu ya kwanza hapo, vile nimesema mimi ni mkaaji wa hapa Ruiru, kwangu ni hapa Katong'ora. Kienda pahali inaitwa Karugoro, huko ndio kwangu. Nimejenga hapo, naishi hapo na family na hakuna kwenda kwingi, hakuna kuhama, ni hapa sababu huko nilijenga na shida mingi sana, kwa hivyo na sioni nikihama wapi. So niseme ile kitu ya maana ni kwamba mimi kama Joe Kamau, kiongozi wenu MP wenu 2027 wa chama ya DCP, si ndio? Chama ya DCP, mimi sitasimama hapa niangalie, si tunasikiza ground, si ndio hiyo? Na tunasema ni one term, si ndio? Sitasimama hapa nijiangalilie watu wangu wakibomolewa, ati ni parking inatengenezwa. Mbona saa hii ndio parking inajengwa? Mimi niko na crew, na hata tulikuwa tunaongea na Waboro nilisikia sio parking inatengenezwa, ni container zake anataka huyo ako kwa kiti saa hii, anataka kuja kuweka container zake hapa alafu aanze kuwalipisha. Hiyo mtakubali? Mimi sitakubali hiyo. Nyinyi kama mtakubali, mimi nitakuwa mtu wa kwanza, laini ya kwanza kuja kusimama hapa kusema hakuna kitu kama hiyo. Afadhali tufanye kila kitu, tulete hata kama ni magunzi wenye wanataka kukuleta hapa, tusimamie hii kitu ifanye nini? Ndio hiyo. Kwa hivyo tusikubali na hatutakubali. Hii Ruiru mmesikia nikisema ya kwamba tumekaa nyuma sana. Wacha niwaambie, huyu mtu mwenye yako hapa si stima, si security, si barabara. Ukienda kwingine unakuta barabara zimejengwa, security lights ziko, na hapa ni ile huyu ni mtu anapeangwa kila mwaka, anapewa 350 lightings, hizi mataa za street. Hapa kuna street lights kweli? Wale vijana wetu hawana kazi, si wanakuja kujifisha kwa nini? Kwa makazi yenu usiku wanawaibia. Hiyo ni kitu moja. Joe Kamau mkimpatia hiyo nafasi, hakuna siku itafika ati tusikie hata vijana wetu wenye hawana makazi wanakuja kuwavujia manyumba, mabiashara zenu. Sababu mimi niko na maono na niko na mambo yenye hao vijana tutawatoa. Kwa hiyo kwenye huko wanafanya hizo maovu, tuwatafutie kitu kingine ya kufanya, si ndio? Si hata tuko na kiongozi huko Didinyoro kwake mnasikianga na hiyo magi na wizi, sababu ameangalia akaona hao vijana, wacha tuwatafutie kitu ya kwanza ya kufanya ili waweke pesa kwa mifuko. Mimi kitu ya kwanza nilisema nitasimama na kitu inaitwa matibabu. Ya pili ya kwanza ni masomo ya vijana wetu, ya pili ni matibabu. Hiyo ingine sitajileta, sababu kama saa hii mimi
Mimi nimekuwa nikililiwa na wazazi wengi sana. Grade 10 watoto wako nyumbani, hawajaweza kuwapeleka mashule. Hata kama sasa hivi mnaambiwa atipeleka mtoto bila uniform, akipelekwa bila uniform ataenda kukula nini? Pesa ya capitation ndio hiyo ameweka kwa mifuko ya. Mkienda kwa hospitali ndio hiyo. Hata zile hospitali zetu ziko hapa, wale wa bunge ule bunge tuko naye hapa, kazi yake ni kuweka pesa kwa mifuko. Mtataka kitu kama hiyo kweli? Tuko na shida, na hiyo shida mkitaka tuitatue, tutatueni, tusikizeni Joe Kamau. Joe Kamau hajipendi, na ndio maana nimesacrifice time yangu. Siasa ziko mbali, nimesacrifice time yangu, nikasema wacha nikuje tusikizane na nyinyi, muniambie tutafanya nini kuanzia saa hii kuendelea be. Mimi nataka kukua mtu wenu, na muniweke kwa group yenu. Muniweke kwa hiyo group yenu hii ya biashara hapa. Hata kama sina, naweza kuwa saa zingine nikipata ka kitu kwa shama narusha ka kitu, si ndio? Hata kukulania, si tunaweza wakati mliko na kabuzi hata mnaniita na mimi naongezea buzi nyingine moja, ama namna gani? Nataka tukue marafiki, madugu, mkue ndugu zangu, dada zangu, ili ile shida yote kama kwingine nafanya hivyo, mbona nisifanye hapa? Si ndio hiyo? Kwa hivyo ile kitu ingine, kisikia nikisema maneno ya masomo, kuna kitu nilisema wakati nilianza hapa, ili tusikue na hii maneno baya ati watu kupangisha watu line. Kitu inaitwa ati basali ndio tunapangisha line. Unakuta line imetoka hapa imeenda mpaka Kamakis, ikifika katikati hakuna pesa, zimeisha, ama inaitwa nini, hizo form zimeisha. Hiyo kazi iliishwa na wakati. Saa hii mimi nilisema bora nijue, tupange, tukue na mpangilio mzuri. Mtoto tujue ni nani tunapea, yule tunapea tunajua IDEX namba zake ni gani, tunatuma pesa direct wapi? Shule. Hiyo upuzi ya kusikia hawa ati pangeni line. Sasa mko na hiyo masaa kweli? Si masaa hamna. Hiyo pesa inafaa iende wapi? Na hiyo pesa mnapeango, watu wanapewa 3,000. Alafu unaenda usijui uende kwa chief, unajitwa ile kitu, unatumia fare ya kwenda mpaka huko, ile pesa inabaki ni 2,000. Hiyo ndio utapeleka shule kweli? Ile kitu mimi nasema ili kuvalue, sababu mimi na value masomo. Hata mimi nisoma na shida. Kwa hivyo siwezi penda kuona mtoto mwingine wa mtu mwingine akisoma na hiyo shida. Ile kitu nasema mimi kama kiongozi Joe Kamau wenu wa Ruiru, pesa ile kidogo nitapeana not less than 10,000 kuendelea mbele. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja. Hii mambo ingine, kama saa hii tunaambiwa maneno ya SHA. Unakuta saa hii kuna yule mtu anataka kufanya hiyo, kuenda kujaza hizo masha, lakini pesa haiko. Na tunaambiwa sijui hiyo SHA inafanya nini, inafanya. Acha niwaambie, nitakuja tukae chini na nyinyi tujue ile kitu inaweza fanya tuweze kulipia hata yule mtu hajiwezi. Si ndio hiyo? Hata zile kits kwa hii shama nimefanya wengine pande nyingine pale Githurai, na sasa hii mambo inaenda vizuri. Nakuta yule mtu hajaweza kujilipia hiyo, tunajua ni nani yule hawezi. Tunafanya mpango, anapata hiyo nini, hiyo SHA. SHA akikuwa na mashida ya matibabu, akipeleka kule ikilipa sawa, isipolipa tunarudi kwa bifu, sababu si ile tuliona ni kitu haiendi vizuri. Lakini tutaomba Mungu, hii serikali iende kabisa. Mushikilie kila mtu, tujue ni one term. Si ndio hiyo? Mimi naomba sana, muniombee sana. Wakati ikifika Joe Kamau apate hiyo kiti, akishapata hiyo kiti nitakuja tu hapa muniambie hii mambo yote, tutakuwa tuna record. Sasa hii hakuna kitu naweza sema ati takuja kuwafanyia ati kuwajengea barabara hapa. Lakini mashida ya kubomolewa, waache watu weke ndani, lakini hawatabomoa. Tusikizanie hapo, hawatabomoa. Sababu huko ndio mnatoa chakula ya jioni, pesa ya school fees, alafu mkibomolewa alafu itakuwaje? Kwa hivyo sitaki kuwaweka sana unless
Mtu mmoja ako na swali anaweza niuliza. Asante. Kuna mambo naoneshwa hapa. Nianze na hii hall yenu kwanza. Nilikuwa nimesahau. Hii hall ni ya maana tena hata zaidi kwangu. Sababu kama haingekuwa hii hall, maybe probably tungeenda kutafuta mahali ama kupigwa na jua hapa. Tutapanga na ofisi yangu, hata kama ni kuitengeneza kidogo, iache kukua hivyo, next time ikue hata kama ni koroga kidogo, si ndio? Yeah? Next time Mungu akitujalia tutafute viti kadhaa, Mungu akitujali tutafute viti kadhaa, tujuange tuko na viti ya hii hall. Hiyo ingine ni mambo ya boosting hii sako. Nyinyi ndio mtapanga, mniambie tutafanya nini. Ile kidogo ni Mungu atanijalia nayo, takuja niwaongeze, si ndio? Sababu saa hii sijajua mmefikisha wapi. Kwa hivyo siwezi sema nitafanya hivi ama sitafanya vile ama namna gani. Kwa hivyo mimi sioni kama kuna mambo mingi. Bottom line, tushikilie hii area. Wakitaka kutengeneza, hata siku hizi si wanajenga parkings juu ya nini? Na si serikali iko na pesa. Badala kuja kusubua watu hapa, si watengeneze parking huko juu wakiendelea. Kama ni gari zitakuwa mingi, si watengeneze juu ya hiyo nini? Ya hiyo mnaita nini? Hiyo nini yao hiyo? Huduma center. Si waweke pillars kona, alafu parking wasonge wakisonga juu. Badala kusubua watu hapa. Ama ni aje? Si ndio hiyo? Kwa hivyo mimi ya sasa muniulize swali nitajibu. Asanteni. Habari zenu. Mimi swali ile niko nayo, watu wamekuja wakiongea vizuri penye umeongea, lakini tukishawaingiza wanapinduka. Sasa sisi tunakuomba penye umeongea tutimizie vile umetuambia, ndio tuwe tunashikana na wewe hivyo. Tuingize tungeuke. Kuna wengine walituahidi mambo mingi, hata hizi container na wajai tujengea. Yangu ni ile na mwingine Mheshimiwa Joe, some of us like naongelea tu in terms of hours wote. Some of us tuko kwa ile hili tunafanya kazi kwa ile hili. Na kwa tunapo tunaongewa pale. Unaelewa? Sio inamaanisha tutakuwa kazi. Mtu kama mimi niko na familia. Sasa wakigonga pale, mtu kama mimi naenda wapi? Naongea hii voice yangu ni wasi wengi, tuko wengi, si siko peke yangu. Wakisema ni huduma inakuja pale tunaongewa tunaenda wapi? Jaribu solve hiyo maneno. Jaribu kuongea na wao. You are not even ready. Sasa ni January hatuko ready ku solve hiyo maneno sasa. Sawa. Asante. Mimi wacha nisimame niongee. Habari zenu? Hata mimi kwa niaba ya wanabiashara wangu. Sana hapa Mheshimiwa tumekaa karibu 20 miaka 20 tulikuwa kwa hii barabara. Wengi kama mimi nilikuja nikiwa msichana, sasa hivi mimi ni mzee. Na kuna kitu kingine inaniguzanga sana kama kuguza mwanabiashara. Mwanabiashara anaweza fanya tukosane na wewe juu chini. Mimi kitu kingine niliniumiza na nikasema mheshimiwa, wakati nilikujua nikakwambia nataka ukuje hapa. Hawa watu mahali wanafanyia kazi pale juu. Imagine hata hapo penye wanafanyia, hata mwenye hapo hata hapo kwa nyumba hata aligonchekanga tupange kwa nyumba. Sasa hiyo siku chairman akaniambia hata hao watu walikuwa wamekuja kumtafuta. Wanamuuliza sasa tutafanya nini? Na sisi tukaona kuliko tupigane na mheshimiwa mwenye hapo kwa kiti kwa sababu wao wako na serikali, afadhali juu yeye anatujua kitambo sana. Kutoka tukianza hii biashara. Na juu sasa hatutambui, nikamua wacha mwenye anaweza kuja, maybe anaweza tutambua zaidi ya huyo. Ndio maana nikamwambia mheshimiwa, kama utakuja utuzuia watu wasitubomolee vibanda, tuko sawa. Kwa sababu tukibomolewa saa hii hakuna mahali tunaweza enda. Kama saa hii ubomolewe, saa hii unaweza enda wapi? Na ndio maana nikasema nyinyi ni watu wangu, afadhali waletee mtu mkuje mmpatie mashida zenu,
Kwa sababu mtu kama huyo, unajua mimi kama kitu ya kwanza mimi sikuangi pande ya huyo mwenye hapo kwa kiti sana. Juu timu yangu ilikuwa Azimio na mnajua penye kulia. Si wengi mnanijua, si ndio? Na juu saa hii DCP na tunatambua Gachagua, wacha mheshimiwa tumpatie juu ile chama ako nayo tunaipenda na hiyo ndio tunataka. Kwa hivyo venye mmeamua, wacha mheshimiwa tushughulikie mashida zetu na msiniangushe watu wangu. Sawa. Kuna nijibu mtu mmoja sio? Okay. Nataka kujibu huyu mzee hapa rafiki yangu, niseme najua watu wanasiasa wanakujanga na mdomo tamu tamu sana, lakini hiyo mdomo tamu tamu ya wanasiasa ndio hiyo unaona serikali saa hii iko. Na ndio unaona ule mheshimiwa tuko naye hapa alikuja na hiyo mdomo tamu tamu, saa hii ni kufukuza watu, si ndio? Nataka kuhakikishia nikuambia kitu moja. Hakuna kitu mimi nilikuwa nashukia kama siasa. Sababu si wanasemanga siasa mbaya maisha mbaya. Si ukweli? Mimi nilikuwa nasema wakati kitambo nilikuwa nasema kitu inaitwa siasa siku anataka karibu na mimi. Lakini nikiwa na uwezo nione mambo ikiharibika, ni kweli nitaenda nijifungie kwa nyumba nikae. Mimi nakuanga mtetezi wa watu, lakini sio mwanasiasa. But this time around nimesema lazima nitakuja, nitatetea watu wangu wa Ruiru. Na ndio maana unasikia nikisema nitasimama na nyinyi mpaka dakika ya mwisho. Hiyo ingine nijibu ndugu yangu pale. Najua mko wengi. Na vijana saa hii tunaumizwa sana. Vijana wanaumizwa sana. Lakini sisi ndio tunajiumiza. Sababu mtu akikuja aanze kuletea watu hapa 200, 1,000, tutakula hiyo 1,000 na itafanya nini? Ile shida bado itaisha kweli? Itabaki hapo hapo. Tuliambiwa na Ligiji kiongozi wetu, ikikuja hatutazika nini na miguongo yake, si ndio? Lakini hata tukule tukijua tunaweza kula hiyo kitu bado ituku. Sababu hii pesa mnaona mingi hapa, hii ni pesa ya Kenyatta Hospital. Hii ya juzi unaona ati inaitwa Nyota. Hiyo ni pesa Nyota ni pesa ya World Bank ilipeana ya grade 9. Ndio hii unaona vijana wanawekwa pale. Lakini mimi mahali popote naenda nikiambia wazazi, endeni muambie majenzi, hii pesa mkule, lakini ni one term. Aliua vijana wetu hapa, kuua vijana yetu, alafu sasa anakuja kuwadanganyilia na hiyo pesa ya Nyota. Tufikirie, tuambie watoto wetu kitu ile muhimu zaidi. Tuchukueni watoto wachukue kula. Na wale hawana kula za hapa, najua Ruiru wengi wetu tunalalangi hapa. Lakini biashara yako inafanyikia wapi? Ukienda tuseme Githunguri, unaishi Githunguri, lakini biashara iko hapa. Tukikosa nguvu ya pale kesho, tutabomolewa, utarudi Githunguri kweli? Si utakuja kupiga nini kuhangaika, tutapata mahali ingine wapi? Wacheni tutengeneze Ruiru mahali kila mtu wako. Nataka kusema mimi mmesikia nikisema mambo ya matibabu na shughulikia. Niko na wheelchairs. Mkikuwa na mtu ako na shida ya anataka wheelchair, ile ya miguu 3. Najua mko na mtu wenu hapa ama hakuna? Siko. Si wako? Niko na wheelchairs, nilileta wheelchairs mzima, container mzima ya kusaidia watu hapa Ruiru. Wale watu wako na shida, kama mtu ako kwa soko hapa na anauzanga, tuseme anauzaga soda, tunampatia wheelchair na ile coolant ya hapa, anaweka ice cubes, anauzia watu ice creams, anauzia watu soda ama maji baridi. Si ndio hiyo? Hapo ndio nataka kuanza naye. Mpage siku, hata kama ni watu 10, tukuje tupeane 10 pamoja. Tupeane 10, tuoneshe watu wengine, ndio hata huko kwingine Githurai, Mwihoko wapi, na huko Gitothua, huko Gatongora, tupeane hizo wheelchair. Zikiisha tutafute kitu ingine. Si ndio hiyo? Anajua mtanisaidia kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo mimi nataka kuambia kitu moja ya mwisho. Kitu moja ya mwisho, mimi Joe Kamau ni mtu wa mfanya kazi,
na ni mtu ananga, si mtu wa haramu na si mtu wa vita. Mimi ni mpole, sinanga ama nakaa mtu wa mangumbi. Lakini shida ikikuja hapa mtaona. Saa hiyo ndio mtaona wakileta fujo na sisi si ati naleta peke yangu. Tunasaidiana tulete fujo, tusaidie watu wetu waendelee na kazi. Wakitaka tuende kotini tutaenda. Si ndio? Tuko na mawakili. Wakufa kusimamisha hiyo. Either way watuambie endeni mahali pale. Wajange kwanza ndio lakini si ati wabomoe tuende tukatafute. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. So mpange mpango, mtanipatia muniongezewa viongozi wengine mkiongozwa na Mamboro, si nyinyi mtachagua tujue ni nani. Kwa hivyo mimi naona sitaongezea, nifikishe hapo unless kukiwa na mambo ingine ndio niruhusu watu warudi kazini. Na hiyo siku ingine mtakuwa na mkutano wakati hata kama hao wengine, na mkikuwa na hiyo buzi sitashindwa kununua moja ama mbili. Hapa namna gani? Si ndio hiyo? Ni one term. DCP tusikize crowd. Asante. Kitu kingine mnaweza ongezea hapo ama nikifunge mkutano?